Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Dr. George Adriano, ni mwenyeji wa hapa Dodoma. Professional yangu ni daktari wa binadamu, ni mfanyabiashara, ni baba na ni mume pia. Amen. Jamani, nimpigie makofi Dr. Adriano. Na amesema vizuri, unaweza ukawa baba usiwe mume. Bwana asifiwe. Ni baba na ni mume. Karibu sana engineer. Amen. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Engineer Abel. Anakubadilishia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Mhandisi Abel Samson. Ni mkazi wa hapa Dodoma na ni mbobevu au mtaalamu katika mambo ya ICT. Nilifanya computer engineering. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu ambaye anafundisha neno la Mungu. Naandika pia vitabu. Lakini pia mimi ni mfanyabiashara na majukumu mengine ya kibiashara pia. Ni na mke mmoja mwanamke na nina watoto wawili. Namshukuru Mungu sana kwa kupata nafasi ya kuweza kufika hapa siku ya leo. Amen. Amen. Mpigie makofi engineer jamani. Mpigie makofi sana sana sana. Ana mke mmoja na ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dr. Adriano, ni mara ya pili sasa tumekuwa pamoja na wewe kwenye kipindi kama hichi. Naam kabisa. Sisi walimu wa neno la Mungu ukialikwa mahali mara ya pili ni tafsiri wamekukubali. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana. Unaonaje mwaliko wa mara ya pili mahali ambapo umeenda mara ya kwanza? Kwa kweli najisikia vizuri na najisikia heshima. Ndio. Najisikia kuthaminiwa. Ndio. Asante. Asante sana. Engineer, wewe ni mwandishi wa vitabu pamoja na dokta hapa ni waandishi wa vitabu. Nimewahi kusikia sentence moja wanasema ukitaka kumficha kitu Mwafrika kiandike. Naamini unafahamu uzito wa Tanzania na wananchi wengi kwenye kusoma vitabu. Nini huwa kinakupa motisha ya kuendelea kuandika pamoja na kwamba unajua Watanzania hawasomi? Okay. Mwaka 2013 nikiwa chuo kikuu Mlimani. Pale Mlimani kuna kitu wanaita kigoda cha Mwalimu Nyerere. Huwa wana discuss falsafa mbalimbali za Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo huwa wanawaita wanasiasa, wanawaita wachumi, wanawaita wataalamu mbalimbali katika sekta mbalimbali. Sasa siku moja alikuja mwanasiasa mmoja, nadhani nitamtaja tu kwa jina, Zitto Kabwe. Katika ile mazungumzo waliokuwa nayafanya, ilikuwa ni kipindi cha maswali na majibu na kuelezea baadhi ya vitu. Kulikuwa kuna panel kama hii, mimi nikiwa mwanafunzi. Nilikuwa impressed sana na the way alivyokuwa anajibu maswali waliokuwa wanamuuliza, kwa sababu kila swali waliokuwa wanamuuliza, mbali na maelezo aliyokuwa anayatoa yeye kwa uzoefu wake, lakini alikuwa anafanya reference. Yalikuwa ni maelezo ambayo yako detailed, yalikuwa ni maelezo ambayo yana data, yalikuwa ni maelezo ambayo yana evidence, kwa sababu anakupa reference kabisa. I was very impressed. Sasa ushauri aliotoa mwishoni wakati anamaliza ile session yake, alishauri kwamba vijana pendeni kusoma. Na kwa sababu alifuatilia ule mdahalo unaoendelea, wengi walikuwa wanazungumza out of the emotions, lakini wanasayansi wao wanasema kwamba no research no right to speak, ndivyo? Kwamba kitu chochote ambacho unakuwa unakizungumza lazima umekifanyia research, lazima uwe una data, na data lazima ziwe reliable. Sasa ili uweze kuwa na hivi hapa vitu vyote lazima uwe nini? Msomaji. Na ukiwa msomaji automatically utajikuta una kitu cha kuandika. Yaani automatically. Sijawahi kukutana na Daktari Adrian,
lakini nimemfuatilia angalau kwa sehemu. Nikasema this guy is very smart. Nikaangalia list ya vitabu alivyoandika pale, nikafuatilia kidogo profile yake, nikasema yes. Sasa mtu ambaye ni mwandishi lazima ni mtu ambaye anasoma. Mtu ambaye ni mwandishi lazima ni mtu ambaye anasoma. Na mimi nirudi sasa kwenye kiini cha swali lako kwamba kitu gani kinanifanya niendelee kuandika pamoja na kwamba wako watu ambao wasomi. Mimi naamini watu ambao wanasoma wapo. Kuna askofu mmoja wa diocese moja ya KKKT huko alinipigiaga simu mimi nikiwa nyumbani Mbeya kwamba amesoma kitabu changu na kuna chapter imembariki mno. Sasa fikiria, mimi niliendaga kule miaka ya 2014 lakini amekuja kunipigia simu 2020. Kwa ile inanitia moyo kwamba kuna watu wanasoma. Juzi kuna rafiki yangu mmoja nilisoma naye computer engineering, alipiga picha ya kitabu kimoja ambacho nilikiandika mwaka 2016-17 kinaitwa Thamani ya Kipindi cha Ujana kuelekea hatima ya maisha yako. Akanitumia ile picha. I was very touched, na nilikuwa kama vile sasa ninakumbushwa kwamba you have to do something. Sijatoa kitabu ni muda mrefu kidogo, lakini ile ikawa imenikumbusha. Na mwisho, kuna walezi wetu fulani wa maisha ya ujana na mambo ya ndoa kule Mbeya. Kila nikienda nyumbani kwao huaga wananiambia kwamba Abel, hichi kitabu huwa tunakitumia katika sermons mbalimbali ambazo huwa tunafundisha. Sasa ile huwa inanitia moyo kwamba kama niliandika kitabu, inawezekana ambaye amesoma ni mtu mmoja tu, lakini yule mtu mmoja ana uwezo wa kwenda kufundisha watu wengi. Kwa ile inanitia mimi moyo kwamba mafanikio yangu sio katika wingi wa watu watakaosoma, ila impact ya mtu hata mmoja ambaye atakisoma. Piga makofi kwa ajili ya Bwana, hiyo sentence kubwa jamani. Piga makofi ya kutosha. Sio lazima uguse umati wa watu, mtu mmoja tu anatosha kubarikiwa na kile unachokifanya. Bwana asifiwe. Dr. Adriani, leo tunazungumza kuchagua. Musa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 30 mstari wa 19 akiwa anawaagaaga wana wa Israeli, anawaambia sentensi moja ndefu kidogo na ngumu. Anaambiwa, nimekuwekea wewe uzima na mauti, alafu chagua wapi utakwenda. Leo tuna nafasi ya kuzungumza kuhusu kuchagua. Karibu kwa kuanza kiutangulizi kuhusu kuchagua kwa hao watakatifu wanaokusikiliza. Asante sana. Kwanza kama ambavyo kitabu kimeeleza, nijaribu kupitia kidogo. Maisha yetu yote tunayoishi yanatokana na uchaguzi au maamuzi ambayo tumefanya. Kwa hiyo kuchagua hakukwepeki, ama unataka ama hutaki, lazima utafanya uchaguzi. Uwe na akili timamu, usiwe na akili, utafanya uchaguzi. Uwe umefanikiwa au hujafanikiwa, utafanya uchaguzi. Uwe umeokoka au hujaokoka, utafanya uchaguzi. Kwa uchaguzi au kufanya maamuzi ni jambo ambalo linaishi na sisi wakati wowote. Hata kupamba hapa, kuweka viti vyeupe ni uchaguzi. Kuweka black hapa ni uchaguzi. Yaani chochote ambacho kimefanyika, nguo uliovaa leo ni uchaguzi, viatu uliochukua pengine sio unapea nyingine pengine 2 3, lakini umechagua hii. Kwa hakuna kitu utafanya pasipo kuchagua. Sasa labda niseme kifupi kidogo. Kuchagua, unaweza ukachagua ukiwa katika maeneo mawili. Unaweza ukafanya uchaguzi ukiwa uko na Yesu, yani mwenye haki. Lakini vile vile unaweza ukafanya uchaguzi ukiwa haupo na Yesu. Na chaguzi zote utakazofanya lazima zina matokeo. Lazima zina matokeo. Sasa ukisoma kwenye Mithali 24 anasema mwenye haki huanguka mara 7 lakini akasimama tena. Ila mwovu akianguka huwa hasimami tena. Mwenye haki ni nani? Warumi anatujibu, ukimwamini Kristo unakuwa mwenye haki, na unapomkiri unapokea wokovu. Sasa nasema watu wa Mungu, ni muhimu sana kujifunza kukaa kwa Yesu ili uchaguzi utakaofanya hata kama ni mbaya uweze kuamka tena.
kwa sababu unaweza ukakaa nje ya haki ukafanya uchaguzi na ukaanguka ukapotea kabisa. Kwa hiyo kuchagua ni pati ya maisha yetu, lakini ni vema sana unapochagua uwe kwa Yesu. Ukiwa nje hapo, anguko lake huwa halirekebishiki, lakini kwa Yesu unaweza ukaanguka lakini ukasimama tena. Sasa kitabu kimeeleza mambo mengi, na naweza kusema kitabu hiki kinahitaji kitabu cha pili. Amen. Kwa jinsi nilivyokisoma kina mambo mengi, lakini kina maswali ambayo kimeyaacha, ambao msomaji pengine anaweza asiyapate. Kinahitaji kitabu kingine cha kuweza kujibu baadhi ya maswali. Naweza nikasema maisha yako unayoishi yanategemea uchaguzi unaofanya kila siku. Kila siku. Na uzuri wa kuwa upande wa Kristo au kuwa mwenye haki, maandiko yanasema huvifanya vitu vyote kuwa vizuri kwa ajili yetu tunaoamini. Kwa hiyo kuna wakati unakosea kwa sababu ya changamoto ambazo unazikuta kwenye maisha. Kuna wakati umepaniki ukakosea ukafanya maamuzi yasiyo sawa kwa sababu ya hisia kama ambavyo umeeleza hapa. Lakini Mungu akajaribu kuigeuza hiyo ikakufundisha usipate depression, usipate sonona, usipate shida ya akili, ukarudi tena kwenye mstari na ukaendelea mbele. Tofauti na ambapo ungekuwa hupo kwa Kristo. Kwa hiyo ndio faida ambayo kwa Yesu ipo, kwamba hata pale tunapofanya maamuzi mabaya anaweza kutusaidia. Hapo ni pale ambapo umeshindwa sasa kufanya maamuzi mazuri kwa sababu tu ya kukosa ufahamu, uelewa au utii pengine. Kwa sababu wakati mwingine tunaambiwa kama Yona, tunaenda Ninawi, jamaa anapanda anaenda sehemu nyingine. Sio kwamba haelewi, sio kwamba hajui, lakini hakujua impact yake. Kwa hiyo kuna wakati ambapo Mungu anatufundisha pia kwa nguvu kidogo kwa sababu anatupenda, lakini kuna wakati anatuacha tunakwenda na maamuzi yetu, lakini kwa sababu tuko na yeye tuna nafasi ya kusimama tena. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ongeza makofi tena na tena na tena. Ongeza tena na tena na tena. Inatosha sasa. Engineer. Engineer, kuna sentensi moja niliwahi kuisikia. Inasema hivi: ni hatari sana kufanya maamuzi ukiwa na njaa. Na Biblia inagongelea msumari ujumbe huo kutoka kwenye Mithali 27:7. Anasema nafsi iliyoshiba ukinai sega la asali, lakini nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Tuko watu wengi hapa tunajikuta kwenye mtego wa kufanya maamuzi kwenye nyakati kama hizi. Natamani uzungumze neno la kumsaidia mtu mmoja. Inawezekana hapa yupo na anajipanga kufanya tukio muda si mrefu kwa sababu ya hali aliyonayo. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini wote tutapata kopi za kitabu alichoandika mtumishi. Si ndivyo? Kuna baadhi ya vitu vizuri ambavyo ameandika vinaweza vikatusaidia kufanya kama msingi katika kufanya maamuzi. Kwa sababu daktari pale pia amesema kwamba maisha yetu ni maamuzi, si ndivyo? Na hata kutokufanya maamuzi manake bado umeamua kutokufanya maamuzi, bado ni maamuzi pia. Si ndivyo? Sasa yako mambo ambayo nadhani ni ya msingi katika kufanya maamuzi. Tazungumza mambo mawili. Mara nyingi maamuzi ambayo tunayafanya tukiwa katika hali mbili, aidha katika hali ya furaha sana au katika hali ya kukasirika sana, always yanakuwaga ni maamuzi ambayo sio sahihi. Takupa mfano. Mimi nimeoa mwaka 2020. Kwa hiyo ni mwaka wangu wa 6 sasa kwenye ndoa. Lakini kabla ya kukutana na mke wangu nilikuwa kwenye relationships kama 3 ambazo zote hazikuweki vizuri, sawa? Jamani, mpigie makofi engineer. Mpigie makofi engineer. Na nilikuwa nimeokoka, sawa? Kiongozi wa fellowship, naomba na nena kwa lugha. Waombaji, Bwana asifiwe. Lakini bado mambo hayakwenda vizuri, sawa? Sasa wakati mwingine
unaweza ukamlaumu Mungu kwamba kwa nini mimi mambo yangu hayaendi vizuri na ninakutumikia kila nikiingia hapa na natoka hivyo. Sasa katika kukaa na kujitathmini, nikaja kugundua kwamba kuna baadhi ya vitu nilikosea katika kufanya maamuzi. Kwa mfano, nilipokuwa ninatoka mahusiano yangu ya pili kwenda mahusiano yangu ya tatu, niliingia kwenye yale mahusiano kwa sababu ndani yangu nilikuwa ninajihisi kama vile kuna upweke fulani. Sawa, si unajua ukiwa kwenye mahusiano ukiamka asubuhi unasalimiana vizuri, mchana pale katikati unaweza ukaulizwa kwenye message kwamba vipi unaendeleaje, lakini sasa vile vitu vyote unavikosa. Kilala ukiamka asubuhi unasikia tu jogoo na wika huko. Sawa. Sasa nikaja kugundua kwamba niliingia kwenye yale mahusiano mengine ni kwa sababu nilikuwa desperate. Yaani ndani yangu ni kama vile nilikuwa nina uwazi ambao nikaona kwamba niingie kwenye mahusiano haraka haraka niweze kuziba ule uwazi. Sasa yale mahusiano yalizimikaga kama mshumaa pia. Ni rahisi sana kumlaumu Mungu kwamba Mungu umeniacha, kumbe mimi mwenyewe kuna some steps ambazo zilikuwa zimenidrive kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Na wakati ni ile tu kwamba Mungu anatupenda kama alivyozungumza daktari. Sometimes Mungu anakutoa, alafu baadaye unawaza hivi, ile ngoma mimi kweli ningeiweza ile? Unawaza hapana, ni Mungu tu ananipenda. Sawa? Kwa maamuzi ambayo unayafanya ukiwa katika hali ya uhitaji always yanakuwa sio maamuzi sahihi, kwa sababu kwanza unakuwa hauna utulivu na unakuwa umetanguliza hisia mbele. Kijaribu kuangalia habari za Esau na Yakobo. Esau alikuwa na njaa, si ndivyo? Alikuwa na njaa, so he was very desperate. Anamwambia mdogo wake kwamba mimi ninaweza nikakuuzia haki yangu ya uzalio wa kwanza, kwa sababu ya nini? Unipe chakula tu. Sawa? Sasa yale maamuzi aliyafanya kwa sababu alikuwa ana njaa, na ni maamuzi ambayo yaliweza kumgharimu maisha yake yote. Sawa? Kwa sababu tu ya njaa ya muda mfupi. Sasa hili jambo la kuwa na njaa ni jambo ambalo sio tu kwamba lina affect maamuzi katika ngazi tu ya mtu binafsi, lakini ni mambo ambayo yanatu affect pia hata taifa, yana affect taasisi mbalimbali. Sawa? Unajaribu kuangalia hivi hawa watu walipokuwa wanafanya haya maamuzi, basis yake ilikuwa ni nini? Lakini maamuzi ya pili ambayo waga tunafanya na yanakuwa yanatuathiri ni pale mahali ambapo pia tumefurahi sana. Mtu uko excited. Mtu na mke wake wameenda kanisani, jamaa yuko excited kweli kweli, kwenye fundraising kaahidi kwamba watatoa kabati la nguo kule la nyumbani. Wewe kaahidi kwamba tutatoa lile gari la nyumbani, tutalitoa sadaka. Kwa sababu yuko excited. Lakini akitoka kula sasa hivi, kweli mimi nitatoa ile gari kweli? Ni kwa sababu alikuwa yuko excited sana. Kwa hiyo ndo maana kabla mtu hajafanya maamuzi ni muhimu sana kujipa muda. Wako watu ambao wamefanya maamuzi wameua kwa sababu mtu alikuwa na hasira. Umeona, kafanya maamuzi, alafu baada ya hapo anakuja anajutia, hivi ni kitu gani nimefanya? Hao wana saikolojia wakati mwingine waga wanasema kabla hujafanya maamuzi, hasa ukiwa na hasira, vuta pumzi angalau. Mnasemaga mara ngapi daktari? Vuta pumzi kwa sekunde 10, alafu utajikuta uko calm, umetulia. Hata kile kitu ambacho ulikuwa unataka kufanya unakuta umekiahirisha kukifanya. Alafu baadaye unakuja kufikiri kwamba kweli kama ningefanya kile kitu ningekuwa katika wakati mbaya sana. Kwa hiyo nilikuwa napitia hata kwenye kitabu cha mtumishi hapa, moja ya kitu ambacho ameandika ni issue ya utulivu. Katika kufanya maamuzi unahitaji nini? Utulivu. Sawa? Utulivu. Unaweza ukaingia mahali ambapo hata wewe mwenyewe ukaja ukajutia. Sasa hichi kitabu kinaitwa The Art of Choice. Si ndivyo? The Art of Choice, maana yake sanaa ya maamuzi, kwamba maamuzi ni sanaa. Kuna baadhi ya mambo ambayo watu wanakuletea na unaona kabisa hili jambo lina pressure. Watu wanakuambia nini nitakiwa uamue sasa hivi. Lakini wewe lazima ujijengee sanaa yako ya maamuzi, kwamba kuna baadhi ya maamuzi mimi kabla ya kudecide lazima kwanza nipate muda wa kuomba, ama nipate utulivu. Mimi nina rafiki yangu kabla hajaenda kusaini mkataba lazima apate nafasi ya kuomba, lakini pia aende kulala. Yaani yeye ndio sanaa yake hiyo, lazima aende kulala. Akishalala jamaa lazima ote ndoto. Sawa? Sasa hiyo sio kwa kila mtu, ni lazima mtu ujijue. Sawa?
lazima yeye aote ndoto, na hata kama mkataba ni wa faida kwa kiwango gani, lakini kwenye ile ndoto akiona tu kuna red flag, hafanyi. Sawa? Hafanyi, hata kama ni mkataba wa mahela kwa kiwango gani, hafanyi. Lakini kwa sababu kuna mahali Mungu amempitisha, alishawahi kuwa juu alafu akashuka chini, kwa hiyo amejifunza in a very hard way. Pigie makofi engineer jamani, kwa naona umetulia, unamwangalia kuashiria unapata vitu vingi vizuri kutoka kwako. Dokta, Samueli wa kwanza sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 22 hivi inazungumza habari ya mtu anaitwa Sauli. Sauli alipewa maagizo na Mungu aende akashughulike na kuwashughulikia Waamaleki. Yeye alipoenda kule hakufanya kama Bwana alivyomwagiza. Samueli anapomuuliza kwa nini hakufanya kama alivyoagizwa na Bwana, akasema, Samueli, naliwaogopa watu. Kuna watu wengi wanashindwa kufanya maamuzi yao kwa sababu ya kuwaogopa watu. Natamani uzungumze neno la kuwasaidia leo. Karibu. Asante sana. Kwanza watu ni watu kama wewe ulivyo ni mtu. Kwa hiyo unaogopa watu, ujiogope mwenyewe. Pia na wewe ni mtu. Watu hauwezi kuwaridhisha kwa namna yoyote ile, na wala sio jukumu lako. Yaani sio jukumu langu kukufanya wewe uridhike, wala sio jukumu langu kufanya kitu ili wewe ufurahi, ila ni jukumu langu kufanya kile ambacho Mungu anataka nikifanye. Rudia tena hapo, kuna mtu hajakusikia vizuri. Yaani sio jukumu lako au sio jukumu langu kufanya kitu ili mtu fulani aridhike, lakini ni jukumu langu kufanya kitu ambacho Mungu anataka nifanye. Na ninawiwa kukifanya, ni cha kwangu kukifanya. Sasa wako ambao watafurahia, wako ambao pengine hawatafurahia. Na niseme tu, mambo yote mazuri makubwa ambayo watu wameamua na wakafanikiwa, mara nyingi huwa hayapati sapoti wanapoyaanza. Hebu mpigie makofi kwa hiyo point kubwa. Pigie makofi kwa ajili ya hiyo point kubwa. Kwa sababu kuna kitu mimi nakiita utamaduni, tradition, ambayo inatengeneza imani ya jamii ya watu. Kwa hiyo kuna mambo jamii fulani au watu fulani wanayaona haya ni ya kawaida, na kuna mambo hawaamini kama yanaweza kufanyika au pengine wanaona sio ya kawaida. Sasa ukiona kila jambo unapotaka kulifanya watu wanalishangilia na kuliona ni jema kwa mwanzoni tu, hilo jambo ni la kawaida, wanalielewa kabisa. Lakini kama jambo lako ni kubwa, ukitaka kulifanya, ukiwaambia, watakwambia hebu fikiria vizuri au umechanganyikiwa. Lazima kwanza wapate mshtuko, kwa sababu sio jambo la kawaida. Na mambo ya kawaida yapo kwa watu wote wa kawaida. Alafu mambo ya kipekee yapo kwa mtu pekee. Naomba urudie hiyo sentence nzuri sana. Asante. Yaani mambo ya kawaida yapo kwa watu wote ya kawaida. Kwa watu ukifanya hakuna mtu atashtuka sana. Kwa sababu ni la kawaida. Lakini jambo la kipekee huwa linakuwa kwa mtu mwenyewe. Kwa mimi nina jambo langu la kipekee, wewe una la kwako la kipekee. Engineer ana la kwake la kipekee, na msikilizaji pia ana la kwake la kipekee. Anaweza akaniambia nisilielewe kabisa na nisione kama litafanyika. Sasa ni mpaka niwe na ule uelewa ya kwamba kuna mambo huwa yanafanyika kwa sababu mtu amepewa na mimi pengine nisilijui. Ndio naweza nikasupport nikasema okay, wewe endelea, unamtia moyo. Lakini kama sio mtu wa kujifunza hivyo, utamwambia hebu achana hii biashara kwanza, walishafeli, hebu achana hii kitu kwanza sielewi. Kwa hiyo jambo ambalo unalifanya, lifanye kwa sababu ni la kwako ndani, bila kujali sana watu watalichukuliaje. Lakini wakati mwingine pia kuna angalizo. Kila jambo lina wakati. Ndio. Kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kunyamaza. Kwa kuna watu wengine ndio idea imekuja, ndio Mungu amekupa kitu, tayari ameshatangaza mtaa mzima, kanisa zima limeshajua. Anaanza kupata upinzani mapema kabla hata hajaanza safari. Sasa hiyo ni hekima ambayo unatakiwa uwe nayo. Kuna mambo mengine unayapata hata ni kwenye familia, unaangalia unasema sasa hili nikilisema sasa hivi hapa hapata kalika, hapata kuwa sawa. Una buy time na Mungu anafungua namna ya ku unfold, yani jambo linaanza kwenda taratibu taratibu, baadaye linaanza kwenda, unapolisema mpaka mtu anasema aise ni kweli. Na hata asipoelewa sana
haikukatishi tamaa wewe kwa sababu wewe unaona kile cha mbele. Imezungumza kidogo kwenye kitabu hapo. Imani ni kuona vitu ambavyo bado havijafanyika, lakini wewe unakiona. Hiyo ndio imani. Sasa na maono, kuona picha ya baadaye. Au kwa lugha rahisi niseme, wakati Yesu anakwenda msalabani, wakati wengine wanaona ni mateso na kuvuja damu, lakini yeye anaona ni ukombozi. Sasa lazima uwe na kitu cha mbele cha kuona ili uweze kustahimili haya ya watu hapa katikati. Watu watacheka, wengine watakudharau, wengine watakukatisha tamaa, wengine watakutaka kukuroga na unaanza kuogopa. Lakini ukishaanza kuelewa vya mbele na umeshakiona cha mbele, wewe unajua kabisa hiki cha katikati ni njia ya kupita, sio hatima, sio destination. Destiny yangu iko kule mbele. Kwa hapa acha wacheke, acha waseme watakachosema, lakini mwisho wa siku nitakwenda. Na changamoto nyingine katika hili ya watu watanionaje au watu watasemaje au itakuwaje, ni pale ambapo unataka sasa uapprove wrong. Yaani kuna watu unategwa kwenye hiyo mtego ya kwamba ukishaanza kuvuka unaanza kuwazodoa wale ambao walikuwa wanakucheka au walikuwa wanakuzuia. Huo ni mtego, kwa sababu principles za kimungu haziko hivyo. Yaani haziko kwamba mimi kwa sababu ulikuwa unanizuia basi nikishapita nikuoneshe. Au nikudharau au nikufanyie nikulipizie ili uone kwamba ulichokuwa unanifanyia sio sawa. Hiyo sio kanuni ya Mungu. Na hata unaposoma pale anasema mwenye haki huanguka na usimama tena. Alafu mstari unafuata anasema hivi, usifurahi waovu wanapoanguka. Yaani usifurahi muovu akianguka. Maana yake nini? Sio kanuni yetu ya kimungu kufurahi muovu anapokosea. Kwa sababu sisi tunatakiwa tuwe sababu ya wao kuinuka. Tuwe chachu, tuwe chumvi. Kwa hiyo habari ya watu watanionaje ni kwa sababu ya utamaduni na mazoea. Na sisi tumeshazoea utamaduni huo. Na hata maisha yetu ndio maana yamekaa kama ya kiumbea tu. Yaani hatuzungumzi vitu vya kwetu, tunapenda kuzungumza vitu vya watu wengine. Umemwona bwana alisema ile show yake itakuwa nzuri. Nimeangalia lakini sijui, lakini mimi nimesema acha ninyamaze. Lakini sio kwamba amenyamaza ndio amesema hivyo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo kwa sababu ni utamaduni wetu wa kuangalia watu wanafanya nini na sio Mungu anataka nifanye nini. Na ukiangalia kwa mfano Mtume Paulo wakati anataka kwenda mahali, akaja nabii. Sio mtu wa kawaida, nabii. Akashika ule mshipi wa Paulo akajifunga, akasema mwenye huu mshipi huko anakokwenda ndivyo atakavyofungwa. Maandiko yanasema watu wakaanza kumsihi Paulo asiende, wakalia. Hivi ushaelewa? Watu wanalia, yamini sasa ndio nyinyi mnalia hapa. Jasper usiende jamani. Jamani usiende. Watu wanalia machozi. Unasema sasa nikienda nikiumia huko nikifa, so watasema waliniambia na walilia. Unaacha. Lakini Paulo akasema imenipasa kwenda kuihubiri injili na huko pia. Na akaenda. Kwa hiyo kuna wakati mwingine lazima ufanye kile ambacho Mungu amekupa kufanya, wakati mwingine bila kujali watu watasemaje. Amen. Piga makofi kwa ajili ya hiyo kauli kubwa. Wakati mwingine unatakiwa uendelee kufanya kile unasikia ufanye bila kujali watu wanasema nini. Mungu akubariki sana Dr. Aisee, ujumbe huu ni mkubwa sana. Engineer, Mhubiri 11:4 inazungumza atazamaye mawingu hatapanda, na anayetazama upepo hawezi kuvuna. Kuna wengine ni hofu ya mazingira wala sio ya watu. Mazingira akijitazama kuna vitu anaona kama vinamzuia fulani asifanye kitu fulani kwenye maisha ya kwake, na mpaka leo yuko hivi alivyo ni kwa sababu kuna kitu hajaamua kukifanya. Karibu umsaidie mtu ambaye ndani mwake ni hofu ya mazingira tu inamsumbua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua jamii ambayo tunaishi kwa sehemu kubwa watu tumezoea kuishi katika ile tunasema comfort zone, katika mazingira ya ukawaida. Sasa maisha yanatengenezwa kwanza na mindset. Hilo jambo la msingi nitakiwa ulijue. Fikra ndio zinazoamua aina na kiwango cha maisha. Sawa? Sasa fikra zinatengenezwa na vitu vingi. Fikra zinatengenezwa kwanza na mazingira yanayokuzunguka. Sawa? Wewe
ukikaa na watu ambao darasani au kwenye kampani yako watu ambao wanafeli, usitegemee kwamba wewe utafaulu. Haiwezekani. In fact, ukiwa umekaa na wezi 5 alafu nikakuuliza hapo pana wezi wangapi, ukisema 5 umekosea. Mko 6. Rudia tena kidogo. Rudia kidogo hapo Engineer. Ukiwa umekaa na matajiri 5 nikakuuliza vipi hapo matajiri wenye pesa wako wangapi, ukasema wako 5, umekosea. Mko 6. Manake ni kwamba kampani ambayo una mingo nayo ina determine kwa kiwango kikubwa sana mabadiliko ya fikra zako. Sawa? Sasa maamuzi mengi ambayo tunafanya yanategemea na fikra, na fikra zinatengenezwa na vitu vingi. Kimoja wapo ni mazingira. Takupa mfano. Mimi nimesoma shule ya kata form 1 mpaka form 4. Wote tunazijua shule za kata. Nikiwa kidato cha 3 naenda kidato cha 4, kuna rafiki yangu alipata division 1 ya .8 miaka hiyo. Wewe ukizungumza miaka 2008 2007 kupata 1 ya 7 1 ya 8, so yani wewe taarifa zako zinaweza kaenea nchi nzima. Sasa yule jamaa ni mtu ambaye nimesoma naye shule ya msingi, nacheza naye mpira, almost tunashare vitu vingi sana. Nikasema kama jamaa ameweza na ninashare naye vitu vingi, na mimi ninaweza nikafanikiwa. Naweza nisifanikiwe katika viwango vyake, lakini nitafanyaje? Nitafanikiwa. Sasa kumbuka, katika hiyo shule hatuna mwalimu wa physics, hatuna mwalimu wa math. Jamaa yangu amefaulu, ameenda Kibaha Sekondari, na mimi nataka nifuate nyayo zake niende kusoma Kibaha Sekondari. Sawa? Kwanza kabisa imani niliyokuwa nayo kwamba kama jamaa amefanikiwa lazima na mimi nifanikiwe no matter what, ile ilibadilisha mazingira yangu. Nilifanya kila linalowezekana, sawa, kuhakikisha kwamba ninafanyaje? Ninafaulu. Sasa kumbuka, wakati huo unakuta wazazi kukupa ile tuition haiwezekani, mambo ni magumu, na ada si wakati huo tuko tunalipa 20,000. Ila unataka upate physics A, chemistry A, mathematics A, uende kusoma PCM huko. Sasa tukate story short, nilifanikiwa. Sawa? Nimefika Kibaha Sekondari na wakati huo tunafika ilikuwa ni mwezi wa 5. Unaangalia pale kwenye matokeo, unachokiona zote ni division 1. Unaona form 6 ya unaona 1 za 3, 1 ya 4. Aliyefeli sana labda amepata 2 ya mwanzoni, lakini more than 90% unakuta amepata division 1. Kwa sema mimi sijui topic za form 5 zikoje, sijui za form 6 zikoje, lakini ninachojua lazima nipate 1. Kwa nini? Kwa sababu ninaona kabisa haya mazingira haya, hawa jamaa sio kama unanielewa. 1. Kwa hiyo ile yale mazingira yalishape mindset yangu hata kabla sijaanza kusoma. The first day mwalimu wa mathematics ameingia darasani akatuambia, mimi nikishika darasa kufundisha ni lazima liongoze kitaifa. Yaani hapo hajaanza kufundisha hata topiki moja. Kwa hiyo tangu anaanza kufundisha na tunavyoendelea, manake mindset zetu sisi lazima tuongoze nini? Kitaifa. Na tuliongoza kitaifa. Na hata kabla sijaingia kwenye mtihani wa mathematics, nikasema lazima mimi mathematics na A. Yaani lazima. Sasa hiyo kitu ilitengenezwa na nini? Na mazingira. Sawa? Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni mindset ambazo mazingira yanayotengeneza fikra zetu yana mchango mkubwa sana wa kuleta athari chanya au hasi katika maisha yetu. Mtazamo wako ukiwa mbaya, sawa? Okay, nizungumze hivi. Sisi tunadhani kwamba tuna disadvantage nyingi sana, kwamba pengine tukienda nje tunaweza tukafanikiwa kimaisha, kwamba kwa sababu tuko Dodoma labda au tuko Tanzania tuna a lot of disadvantage. Hapana. Kinachobadilisha mazingira ni fikra sahihi. Sawa? Na ndio maana wewe hata ukapelekwa maeneo ambayo mazingira labda ni mazuri sana, sawa, alafu kama fikra zako hazijabadilika, hakuna kitu kitabadilika kwenye maisha yako. Rudia tena hiyo sentence engineer. Rudia tena hapo wakusikie. Hata ukapelekwa kwenye mazingira ambayo ni mazuri ya kiwango gani, sawa, lakini kama fikra zako hazijabadilishwa,
Yale mazingira hayawezi kukubadilisha wewe. Kwa cha kwanza kabisa lazima uwe na fikra sahihi. Wanasema unaweza ukamtoa nyani kwenye msitu. Lakini kutoa msitu ndani ya nyani ni vitu viwili tofauti. Sawa. Kwa cha kwanza ni mazingira ambayo yanatuzunguka. Mazingira ambayo yanatuzunguka yanatuaminisha vitu vidogo. Kwa mfano, kule Israeli nilikuwa nafuatilia historia yao, ni kwamba mtoto anapoenda kusoma au anapoenda kupambana anatengenezewa mentality ya kitaifa, kwamba wewe taifa linakutegemea. Sawa. Kwa hiyo mtoto tangu yuko mdogo anajua yeye anapambana kwa ajili ya taifa, kwa anatengenezewa kitu cha uzalendo. Lakini sisi huku unapoenda kusoma, cha kwanza kabisa unaambiwa si umeona huku wajomba zako na shangazi zako na binamu zako. Sawa. Kwa hiyo hii inatutengenezea mentality za ubinafsi, na ndio maana uone kwamba watu wengi sana ni wa nini? Ni wa binafsi. Ni mentality ambayo imetengenezwa. Sawa. Lakini cha pili, jamii ambayo inatuzunguka, wale watu ambao wewe umekuwa nao na watu ambao wanakufahamu, kuna kiwango fulani cha maisha wao wana expect wewe kukuona kiwango fulani. Sawa. The moment ukianza ku break ile level ambayo wao wanakuona na wamekupangia, wanaanza kusema huyu si mwana wa seremala. Huyu si kaka zake wa kina Andrea, habari za Yesu alipoanza kufanya miujiza. Huyu dogo tunamuonaga na babake Gulioni kila siku Jumatano analeta viti. Unajua babake Yesu alikuwa seremala. Tunamuonaga Jumatano Gulioni huyu dogo. Kaka zake si wa kina Andrea, dada zake wa kina Mariamu. Amepata wapi hekima huyu dogo? Sawa. Kwa hiyo jamii ile wakati ilikuwa imemwekea kumuona katika kiwango fulani. Sasa lazima uwe na fikra za kuona sawasawa na Mungu anavyotaka uone, ili uweze kuvuka ile level ya vizuizi. Sawa. Sasa iko hivi, kama kuna jambo ambalo naweza nikakwambia na kukutia moyo, kama kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, ni ndoto na ni maono, sawa, ambayo Mungu ameweka ndani yako, lakini hali unayoishi sasa hivi ni tofauti na kile unachokiona ndani. Amini zaidi kile unachokiona ndani kuliko kile unachokiona katika uhalisia. Pigie Bwana Yesu makofi kwa ujumbe mkubwa. Mhubiri mmoja kule Marekani anaitwa Oral Roberts. Ana chuo kimoja kikubwa sana, unaweza ukafuatilia hata kwenye mitandao, kinaitwa Oral Roberts University, ORU. Ni kati ya giant wa faith ambaye yeye pia amemlea Dr. Miles Monroe. Anaitwa Oral Roberts. Moja ya kitabu alichoandika kinasema, if you can see the invisible, you can do the impossible. Naomba useme tena hiyo sentence, kuna Waswahili hapa hata hawajasikia neno hata moja jamani. Anasema if you can see the invisible, you can do the impossible. Sawa. Amini maono ambayo Mungu amekupa. Jenga katika ndoto na katika maono ambayo Mungu amekupa. Pambana kutengeneza kwanza utu wako wa ndani. Na ndio maana Mungu katika kudili na watu wengine kwenye Biblia alikuwa anawahamisha kwenye mazingira. Ndio. Anamwambia Ibrahimu, ondoka wewe huko Uru ya Wakaldayo kwa baba zako, kwa jamaa zako, alafu anamwambia uende mpaka kwenye ile nchi nitakayofanyaje, nitakayokuambia, kwa sababu anajua kabisa kuna mitihani mingine utakayokutana nayo, kutoboa wewe itakuwa ni ngumu. Unaweza ukatoboa lakini ukachelewa sana. Kwa Mungu anakuhamisha kabisa, anakupeleka katika jamii ya watu ambao hawakufahamu kabisa. Sawa. Mungu amemtoa Ibrahimu kule Uru ya Wakaldayo, jamaa hana maisha, amepigika vibaya, alafu anampeleka huko. Sawa. Yesu mwenyewe kule kwao kule Bethlehem hakufanya miujiza sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sawa. Hakuna kitu kibaya kama kukaa na jamii ya watu ambao hawaamini kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndoto za watu wengi zimekufa kwa sababu hii ambayo alikuwa anazungumza hapa daktari. Watanionaje? Upinzani umeshakuwa mkubwa, unaona basi ngoja na mimi niendelee kukaa katika namna ya kawaida. Uwe na uhakika jamii ambayo tunaishi imezoea kuishi kwenye maisha ya kawaida. So the moment you want to do something extraordinary, you have to go extra mile. Asante sana. Jamani, piga makofi ya nguvu sana kwa ajili ya Dr. Engineer hapa, amezungumza mambo mengi mazuri. If you see the impossible, the invisible, you will do the Doctor. Na enjoy vitu vizuri kutoka kwa engineer hapa. Mungu awabariki sana kwa mambo. Jamani, wapigie makofi kwanza kwa vitu vizuri unavyovipokea. Leo natamani tuhamie upande wa vijana, tuwasaidie. Iko hekima moja nimeisikia mahala, inasema hivi: zawadi pekee unayoweza kuwazawadia watoto wako, kama ni baba ni kuwachagulia mama bora, lakini kama ni mama ni kuwachagulia baba bora.
Wako vijana hapa, moja ya kitu kigumu kwao ni kuwaza ni namna gani atamchagua yule wa kwenda naye kwenye maisha. Natamani leo tuwasaidie. Karibu. Asante sana. Ni swali zuri. Namna gani unamchagua mwenza wa maisha kama sijakosea? Hakuna ujanja wala hata usihangaike. Hakuna ujanja wala usihangaike. Wewe jiachie kwa Bwana. Utashangaa tu umeshaoa na umeshaolewa. Amen. Usihangaike sana ukaweka vipimo na vigezo. Ni sawa, weka. Lakini kikubwa tu uwe na hekima ya Mungu, uwe na maarifa. Hicho ndio kikubwa. Uwe na maarifa, uwe na ufahamu, uwe na hekima. Uwe na roho wa Mungu. Maisha yataenda. Sawa eh? Kama umeweka vigezo, basi vigezo hivyo kweli wewe Mungu amekuongoza na ndivyo ambavyo vitatakiwa. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweka vigezo mpaka unasema Mungu wangu. Hivi vigezo vipi? Atatokea tu. Atatokea tu. Mungu ni mwaminifu, atatokea tu. Unafika mahali mnaanza kumcancel sasa, anaanza kupata na depression na nini. Lakini kwenye swala hili mimi from my point of view for practical, mimi ilifika mahali nikasema Mungu kwani Adamu alikuomba mke? Yaani si hakuna mahali nimeona Adamu anaomba Bwana, anaomba mke au anapambana. Mungu alimletea. Kwa sababu Bwana mimi sihangaiki na business zangu. Wewe muda ukifika utaniletea. Na utaona tu. Yaani hii haina formula. Sio swala ya kuoteshwa, si swala la kuambiwa na mtu, si swala la nini, si swala la siku hizo watu wanatumia AI, wana Google match, wana match vipi, wanaangalia ma profile. It's not that way. Wewe jiachie kwa Mungu, hakikisha una maarifa. Na hapa ndipo ambacho ni engineer anakisema hii. Hii exposure ya watu na watu wanavyofanya na kutuzuia wakati mwingine ni kwa sababu ya aina ya maarifa tulionayo. Yaani maarifa ni madogo, mtazamo ni mbaya, na athari yake sio tu kwa mtu mmoja, inaathiri jamii na hata taifa kwa mjumla. Unaweza ukakaa umesema kidogo unajiuliza hivi watu wanapitisha sheria walikuwa wanafikiria nini? Na wakati mwingine unaweza ukasema mimi huwa najipa nafasi room ya doubt, pana pengine mimi sikuepo upande mwingine, kwa hiyo pengine sijui zaidi. Lakini unapata fursa ya kukaa na mtu, unamuuliza sasa, mnakaa sasa, hii mliweka kwa sababu gani? Anatoa hoja, unajiuliza huyu anafikiriaje? Kwa sababu ni kitu ambacho wakati mwingine hakina tija, lakini kwa sababu ya mentality ya mazingira yametutengenezea. Sasa iko hivi. Ila kuoa na kuolewa lisikupe shida, chana nalo. Hilo litakuja tu. Mazingira yanatengeneza mfumo wa fikra ya mtu anapokuwa mdogo, anapoendelea kukua, anajengewa aina fulani ya mfumo wa maisha au imani, tunaita core belief, ambayo anayamini anakuwa. Akishakuwa akafika umri fulani wa kujitegemea sasa, ambaye tayari ameshakomaa kwenye hiyo belief system, yeye sasa anaanza kuchuja mazingira kupitia belief system yake, kwamba hiki ni sawa, hiki si sawa, hiki ni kawaida, hiki sio kawaida, hiki kinawezekana, hiki hakiwezekani. Anaanza yeye sasa kuchuja kwa sababu ya ile belief system ambayo tayari ameshaijenga. Na sasa wengi wanakwama hapo. Hata likija wazo la kimungu, hata likija wazo kubwa, analiwaza halafu halioni kama ni la kwake. Hata akipita barabarani akaona gorofa inajengwa, ya kwao wao wanajenga. Yaani hana habari nayo kwa sababu hajajiweka kwenye equation kwamba naye anaweza akajenga pengine gorofa. Haipo. Kwa sababu belief system yake inachuja. Hata akipita akaona gari zuri, huwa nasema mara nyingi, gari zuri, anaangalia, yani wala hana habari, ni kama yule sio la kwake. Lakini Mungu anamwambia yule, unajua hii kitu nimekupaga hii. Kwa sababu ukiwa kwenye ufalme wa Mungu, ushaona mtoto wa mfalme maskini. Ufalme huwa sio maskini, na sisi tuko kwenye ufalme. Sisi sio maskini. Sasa ni pale kuchagua. Sasa akili zetu zimedumaa kwa sababu ya hilo. Na wakati mwingine sasa tumedumaa, tunataka na wengine wadumae. Kwa tukikuona unafanya tofauti, tunapata wasiwasi. Tunataka ufanye kama sisi au kama level yetu. Kwa hiyo ili uweze kuvunja hiyo, mimi naita default mode au naita pattern ya kuthink kama zebra, kufikiria kama pundamilia. Ushawahi kuwaza pundamilia wakiwa porini
wako pundamilia kama 100 hivi, alafu simba ni mmoja ananyata, wakimwona wanafanya nini? Wanakimbia. Ndivyo ambavyo wamekuwa conditioned, unasema conditioned mindset. Wameshakuwa conditioned, lakini naamini wale pundamilia 100 wakasema, hey jamani, mtu mkanyageni huyu simba sasa hivi. Naamini watamuua. Wataenda watamkanyaga, kila mmoja ataruka, watamuua. Lakini kwa sababu ile conditioned mindset ambayo tunayo, tumesharidhika kama alivyosema engineer, tumekaa kwenye comfort zone, kwa hiyo tunaishia hapo. Kwa hata wakati mwingine vitu vikubwa vya kimungu vinashindwa kufanyika, si kwa sababu hatujatakiwa kuvifanya, ila kwa sababu hatuamini tunaweza kuvifanya. Na sio kwamba hatuoni, wakati mwingine tunaviona. Tunaona. Na kwa vijana wa sasa hivi wanaona kwa kasi sana. Wanaona kwa kasi sana, halafu wanataka kufanyika kwa haraka sana, lakini kuna mchakato hapa katikati ambao unakuwa ni changamoto, ambao sasa ndio inakuja kwenye kuchagua. Sasa niseme hivi, kuchagua kunakuwa powered au kuna kuwezeshwa na mambo kadhaa. Moja ni maarifa. Maarifa yanakuja kutokana na taarifa unazozipata. Taarifa zipi zinaingia kwenye maisha yako? Hizo taarifa ni muhimu sana. Adamu na Hawa au Hawa walipokuwa bustanini alipata taarifa za Mungu. Inawezekana alipewa na Adamu, nahisi. Kwa sababu sikumbuka kama Mungu alimwambia Hawa, bwana huu mti tusile, huu unaweza kula na kanini. Alikuwa na taarifa. Alipokuja nyoka naye alimpa taarifa ambazo zinapingana. Sasa taarifa gani ambayo unaipokea inaweza ikaamua wewe unachagua kipi? Zamani sisi tulipokuwa wadogo tunajua sisi ukishamaliza shule ya msingi uwe mwalimu, uwe polisi, hata udaktari kwa kidogo sana. Pomza darasa la 7 na nikajua kuna daktari, kuna specialty daktari sio wa neurosurgeon, na najua nimeshamaliza darasa la 7 hapo. Kwa hiyo hatujui. Kwa hiyo ukimuuliza mtoto unataka uwe nani? Nataka niwe polisi. Nataka niwe mwalimu. Nataka niwe nani? Kama kuna zahanati pale, nataka niwe nesi. Sio kitu kibaya. Lakini kwa nini hawajawaza kuwa pilot? Wachache wanaweza kuanza kuona ndege. Walishawahi kuwaza kuwa ice engineer. Huwezi kuwaza kwa sababu kwanza hata barafu hujawahi kuiona wala upo tu. Kwa mazingira yanaweza yakachangia wewe kufanya maamuzi kwa sababu ya limitation ya taarifa ambazo unazo. Na ndio maana ni vizuri kujishibisha maarifa ili unapofanya maamuzi unakuwa na upeo mpana zaidi wa kuona. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni experience. Sasa experience kuna kupitia vitu, kuna kujifunza kwa kuambiwa, lakini kuna kujifunza kwa kupitia kitu. Umepitia kitu, kimeharibika, wakati mwingine ukifanya unakuwa makini zaidi. Sasa ni nzuri, lakini kama tu unaweza kuamka tena. Kwa sababu kuna wakati unaweza ukaharibu na ukaharibika. Kwa hiyo huna nafasi tena ya kujirekebisha. na ndio hiyo issue ya kufanya maamuzi kwa hisia. Mifano mingine ni migumu kidogo, lakini mtu imagine yuko kwenye mahusiano, dada anampenda mdada wa watu, and this case happened. Sasa imefika mahali yule dada amemkataa. Jamaa akakasirika, akaona sasa maisha ni na nini tena hapa duniani. Kwa sababu ile hasira na nini, of course hakujiua, akaenda akajikata. Akasema sasa kama huyu mwanamke namkosa, organi zangu zina kazi gani tena? Enzi na kazi gani tena? Lakini baada ya hasira kuisha lazima utafanyaje? Utajuta. Sasa maamuzi yafanye ukiwa umetulia. Tafuta utulivu, jifunze kufanya maamuzi ukiwa umetulia. Usipaniki, usihofu. By the way, hakuna jipya chini ya jua so far. Hata wewe umefanya kosa kubwa kiasi gani, hakuna jipya. Sidhani kama kuna mtu anaweza kufanya kosa jipya sana. Yalisha kuwepo yote. Kwa hiyo ni kukaa chini na kutulia na kujifunza na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa sababu at the end of the day maisha lazima yaendelee. Na mimi huwa nawaambia vijana mara nyingi, wakati mwingine kuna mtu anafikiria hata kujiua. Yaani kwa sababu of course najua, mimi ni daktari, kwa najua kuna part ya mental health. Lakini nataka niwaambie, mental health ina pattern ambayo inakuwa fed, unailisha. Unawaza upande hasi zaidi kuliko upande chanya. Sio kwa maana vitu chanya vipo, lakini unaamua tu, ni akili yako inawaza upande huo. Na unaweza ukajua, mbona mimi nawaza mabaya tu? Ukitaka kufungua duka unaanza kuwaza, vipi wazi wakija wakaiba hapa usiku? Vipi kama nikipata hasara?
Ukitaka kumwoa mtu au kuolewa unasema vipi kama na mtu mwingine? Vipi kama akiniacha? Yaani chochote unachofanya kinachokuja akilini cha kwanza ni kibaya. Ukishaanza kuona pattern kama hiyo, anza kujifunza the opposite side. Anza kujifunza wakati mwingine, kwa sababu unakoelekea akili huwa inachukua na kukubali kile ambacho unaipa. Kwa kama unaona mabaya, wewe utaona mabaya tu. Kama unaona kushindwa, wewe utaona unashindwa tu. Halafu kuna mtu anapita, anafanikiwa, anakwenda. Kwa hiyo ni vizuri kwenye kuchagua ujue upo kwenye mode ipi. Uko kwenye negative mode au kwenye positive mode. Na uzuri kwa Yesu huwa ni positive all the time. Na ndio maana anasema hata dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera. Hiyo bendera siye kuiona, ningeiona ningeruda ningewapa ushahidi. Zitakuwa nyeupe. Kwa nini? Anajaribu kukuonesha things can turn upside down. Haijalishi hali ikoje. Lakini kuna wakati mwingine kwa sababu tu ya pattern ya thinking tulionayo, tunaweza tukakwama. Unashangaa unaanza kusema mimi na damu ya kunguni, watu hawanipendi na nini. Kumbe sio damu ya kunguni, ni mawazo ya kunguni. Mwambie mwenzako ni mawazo ya kunguni. Yes. Na mawazo yanapelekea hata muonekano wa mtu kubadilika. Ndio. Yaani huwezi ukawa unawaza chanya halafu ukawa umenuna tu. Biology inakataa. Hauwezi ukawa ndani una amani, umeshamsamehe mtu, huna shida yoyote, umeamua kusamehe, umeamua kufurahi, halafu ukawa umekunja tu uso. Haiwezekani. Na hata ukitaka kujua, hata biology inakataa. Ukiona umekasirika halafu umekunja uso, fanya hata kwa mkono wako tu hivi, ukatanua hivi hizi muscles ukazistretch. Unashangaa unaanza kupata kama relief. Ni biology kabisa. Sasa mawazo pia yanapelekea muonekano wako, haiba yako, personality yako, namna unavyozungumza na watu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakwama kwa sababu ya mawazo ulioko ndani. Unawaza negative. Kwa sababu unawaza vitu vibaya, hata kusalimiana na mtu usalimiani kwa uchangamfu. Unasalimiana kama vile umekasirikana naye, mwache huyu bwana. Kwa tayari unapoteza network ambaye mtu pengine angekusaidia baadaye au angekuwa sehemu ya msaada, au Mungu amemleta kwako kuwa msaada kwako. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba mazingira tunayokaa yanatengeneza mfumo wa maisha ambao sisi tunauamini, lakini tunapokuwa ule mfumo unakuwa imara kiasi kwamba wao wenyewe sasa mfumo ndio unatengeneza hayo mazingira ambao sasa sisi tunayataka. Kwa unaanza kujizuia, unaanza kujiwekea vizingiti mwenyewe, unaanza kujifunga mwenyewe, unasema haiwezekani, na ndio unaenda hata sio level tu ya mtu, kaya, kijiji, nchi, mpaka taifa kwa ujumla. Unasema hii ukiruhusu hii watafanya vibaya, usiruhusu hii. Uzi sheria uzuia hii, watafanya vibaya. Umewaona? Ni nini? Ni mindset ambayo tunayo. Na inaweza ikarithishwa kutoka kizazi hata kizazi. Na mtalalamika generation to generation. Kizazi mpaka kizazi. Kwa sababu ya mindset ambayo mmeijenga. Na kila mtu analalamika. Changamoto ya kulalamika, ngoja niseme, kwa sababu inahusiana na maamuzi. Ukilalamika, ubongo unafanya uchaguzi na wewe mwenyewe unconscious bila kujua. Nikisema kwa mfano, najua mimi ningefanikiwaga kununua eneo fulani, lakini sema engineer hapa ndo alinikwamishaga. Yaani kama sio engineer, mimi sasa hivi ningekuwa mbali sana. Kwa ubongo nasema it's okay. So sasa hivi hauna haja ya kuwa mbali kwa sababu tayari engineer alishakukwamisha. Kwa hiyo unaendelea kuishi. Ukutana na Jasmine, yani engineer alifanya kitu kibaya sana. Yaani sitamsahau. Yaani nimemsamehe lakini sitamsahau. Na hauchukui hatua nyingine. Au unaanza kulaumu, unajua serikali bana hii. Yaani serikali yetu bana. Basi sasa utafanyaje bana? Umeshamaliza the mind, ubongo unakubali, una relax, hauchukui hatua ya ziada. Hata kile ambacho kingewezekana unashindwa kukifanya. Kwa hiyo inakuimpea. Kwa hiyo kulaumu kuna impea, kunazuia nguvu ya kuchagua. Ni kama unazuia ile ati ya kuweza kuchagua. Kwa maana unachagua kubaki pale pale na kutochukua. Walifanyaga hivyo, unajua sheria zetu haziruhusu hii kitu, sasa utafanyaje? Si uende Kenya. Si ufanyie Kenya. Si uende ukafanyie Marekani, si ukafanyie sehemu nyingine basi. Kwa nani amekuzuia? Lakini kama hutawaza nje ya hapo, utaanza kulalamika na kulaumu watu, utalaumu kila kitu, na ifika mahali unaanza kumlaumu na Mungu. Mungu, kwa nini umeniweka hapa? Mungu, kwa nini? Mungu anakuangalia anasema I say, yaani ungejua utajiri ndio weka hapo ambao umekuzunguka.
na huwa nasema kwa kweli tujifunze kuwa positive, tuchague. Usichague vitu virahisi virahisi. Chagua vitu ambavyo hata akili yako inashtuka kidogo. Unasema hiki mbona kama standard ni ya juu. Raise the bar, unasema raise the bar, yani weka standard ambayo ni nzuri, ili ukinapochagua umove hatua kubwa. Lakini hapa katikati kuna vitu, kuna vikwazo, kuna kuzuiwa, kuna kuchoka. Hakuna kitu hakina hicho. Na unapoweza kuvuka hatua moja baada ya nyingine, unavuka changamoto moja baada ya nyingine, ndio unavyokuwa. Ndio maana sasa hivi naelewa sana wazee kuliko zamani. Unawaelewa sana wazee, anakuangalia, unamwambia jambo, anakuangalia, alafu anaongea sentensi moja tu, amemaliza kila kitu. Lakini ukiwa bado kijana, unapambana, unarukaruka na nini, kwa sababu hujapata experience na vitu vingine. Sasa nayo ni kuwa makini, kwa sababu unaweza kaambiwa kitu cha kukatisha tamaa wakati wewe kinawezekana. Lakini kibwa nachoweza kusema, usiogope kufanya maamuzi, usiogope kuchagua kufuata kile ambacho Mungu anataka ufanye, hata kama wengine hawaoni. Mpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya elimu kubwa ulioendelea kuipata hapo. Habari njema, inawezekana hujasikia vizuri pointi. YouTube utaingia, utakutana na ujumbe wote huu bila kukosa chochote kile. Injinia, tunamalizia sasa ili tuende kitu kingine. Kuna kitu ambacho kinanishangaza kwenye haya maisha. Kuna muda mtu sio mtu, mwanamke sasa akipata ujauzito unafurahiwa sana, inakuwa ni sherehe. Na kitendo kile kile kikifanyika muda mwingine tena inakuwa ni laana. Sasa wanamfukuza hadi nyumbani, kwamba usije hapo umetuaibisha. Na hii inanipa kujua kumbe kuna uhusiano wa karibu kati ya wakati na maamuzi. Natamani uwasaidie watu kwa kumalizia sasa kwa uchache, kuwaeleza kidogo uhusiano kati ya maamuzi na wakati wa kufanya maamuzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Narudi pale kwenye pointi ya kwamba maisha ni maamuzi, na katika kila level kuna maamuzi ambayo unayafanya. Sasa nafikiri katika kipindi cha ujana, nikirudi kwenye swali ambalo mtumishi wa Mungu ameelezea kwamba maamuzi yanakuwa yamefungwa katika wakati, si ndivyo? Sasa katika kipindi cha ujana, anajua hapa tuko vijana wengi, kuna aina ya maamuzi fulani ni lazima yafanyike wakati huu. Sawa? Na hayo maamuzi yanakuwa yamebeba hatima ya maisha kwa wakati huu. Sawa? Kwa mfano, katika kipindi cha ujana, hii miaka kuanzia 23 mpaka miaka 30, 35, ndio kipindi ambacho mtu anatafuta labda mwenza wa maisha, si ndivyo? Na ni jambo ambalo linagusa maisha yako kwa namna moja au nyingine. Sawa? Wako watu ambao ni smart, wako watu ambao wana akili, wana malengo makubwa ya kimaisha, wana ndoto kubwa. Lakini kwa sababu tu mtu amekosea kuamua katika kipindi cha ujana, particular labda katika kupata mwenza wake wa maisha, anaweza kukuta amevuruga vitu vingi huko mbele. Sawa? Sasa ni muhimu kuamua au kufanya maamuzi kulingana na wakati. Sawa? Kufanya maamuzi kulingana na nini? Na wakati. Sasa maofisini unaweza kukuta sometimes mtu ni bosi, labda ni mkali, au kwenye biashara mtu biashara labda haziendi, alikuwa na move vizuri, lakini ni kwa sababu labda eneo la ndoa au familia halijakaa vizuri. Na kwa nini halijakaa vizuri? Labda pengine sio tu kutokana na changamoto za kawaida ambazo kila ndoa ina changamoto zake, lakini labda yeye sasa alichagua vibaya. Unajua kuna zile changamoto ambazo tunasemaga ni changamoto za kawaida, lakini kuna zile sasa ambazo sema kwamba mtu aliingia vibaya. Sasa ile ina athiri moja kwa moja maeneo mengine mengi ya kwenye maisha. Sawa? Yaani wewe
najaribu tu kutolea mfano wa kuoa. Ukikosea kuoa, maana yake itakuathiri katika eneo la uchumi, itakuathiri katika eneo la kusudi la Mungu katika maisha yako, lakini itaathiri hata safari yako ya uzima wa milele. Lakini ni eneo hili moja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ni muhimu kufanya maamuzi kwa kuzingatia wakati, lakini maamuzi hata kama ni magumu, lakini yawe ni maamuzi sahihi. Sawa? Na unaweza ukachelewa kufanya maamuzi, lakini ukichelewa kufanya maamuzi pia itakuathiri katika vitu vingine vingi. Kwa mfano, wengi huwa wanasema bwana, mimi labda kufungua kampuni, ngoja kwanza nikuwe niongezeke. Tunarudi pale pale kwenye fikra. Sawa? Wewe unaweza kuwa na miaka 25 unajihisi kwamba ni mdogo sana, lakini kuna wenzako wana miaka 25 huko wana run multi-million au multi-billion dollar companies. Sawa? Na kadri mtu anavyozidi kuchelewa kufanya maamuzi ya jambo fulani ambalo ni sahihi na Mungu amekupa, probability au possibility ya kulifanya hilo hapo jambo inafanyaje? Inapungua, inaondoka. Mimi nina marafiki wana hela, wana property. Sawa? Wana magari mazuri. Na hela wanayo, yani hela wanayo nzuri. Lakini ukimwambia mtu swala la kuoa, yani mtu anakuwa kuelewi, sababu kwanza mtu yuko around 40s. Yani hata ile maamuzi ambayo alitakiwa yafanye huku chini, ile drive sasa inakuwa haipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri kufanya maamuzi kulingana na season. Ni jambo moja la muhimu sana. Sawa? Mambo ya sasa hivi wengi hapa ni vijana, biashara na ujasiriamali. Ni vizuri ukaanza kuwaza maamuzi hayo ya biashara na ujasiriamali sasa hivi. Sawa? Na I think maombi ya biashara na ujasiriamali Mungu anayasikiliza zaidi kuliko maombi ya watu ambao wanatafuta ajira. Ni mawazo yangu tu, kwa sababu sasa hivi unakuta labda kazi zimetangazwa 10, watu waliomba 10,000. Sawa? Sasa katika watu 10,000, watu 5,000 kila mtu amefunga na kuomba. Na Mungu ampe nani amnyime nani? Lakini fikiria wewe unaenda mbele za Mungu ukiwa kijana namna hii kwamba Mungu, I have some ideas. Hizi ideas za biashara, ideas za investments. Hapa nitajiri watu 20, nitajiri watu 30, nitajiri watu 50. Wewe huoni kwamba Mungu atakusikia haraka wewe? Si ndivyo? Sasa haya maamuzi ni vizuri kuyafanya sasa hivi katika muda huu, kwa sababu kadri mtu unavyozidi kuongezeka, sawa, risk appetite pia inapungua. Mimi na marafiki zangu ambao tumesoma pamoja, sawa, sasa hivi ukimwambia mtu aache kazi kwenda kujiajiri, yani ni kazi kweli kweli. Sawa? Kwa nini ni kazi? Kwa sababu mtu anaona sasa hivi nina familia, nina watoto 4, wote wananiangalia mimi. Nikisema niache kazi labda niingie kwenye maisha ya kujiajiri sasa hivi pasee, hii ni riski. Sawa? Naachaje familia hivi, kuna watu nawalipia ada nini. Sasa hayo maamuzi ilitakiwa mtu afanye akiwa bado huko kwenye hatua za awali za upambanaji. Sasa sina maana kwamba uko juu mtu huwezi kufanya maamuzi kama hayo, ila kuna aina ya maamuzi ni lazima uyafanye kulingana na muda. Mwaka 2020 nakumbuka wakati nimetoka kuoa tu, kuna interview moja nilifanyaga na one of the bank na nikapata kazi. Lakini nilipopata ile kazi nikasema mimi, lakini yani sijioni kwenye ile nafasi ya kazi. Unajua kuna kazi unaweza kuwa unafanya, lakini kimsingi ile picha ambayo Mungu ameweka ndani yako huku na kile kitu, yaani unaona ni vitu viwili tofauti kabisa. Sawa? Sasa nikaenda Arusha, nakumbuka Jumatatu yake nikarudi, ambayo nitakiwa nianze kufanya kazi, nikutana na HR wa ile benki, nikasema I think I need to be faithful to myself. Lazima niwe mwaminifu kwa nafsi yangu. Mimi nikijaribu kuangalia nafasi, of course I'm qualified kwenye upande wa elimu, uzoefu, kila kitu, ila sioni kama nafasi ni ya kwangu. Nikamuomba kwamba nisiingie kwenye ile nafasi. Wakati huo ninapambana na ujasiriamali tu huko mtaani, na ndio nimetoka kuoa, na ilikuwa ni kazi nzuri ambayo ina mshahara mzuri. Kati ya maamuzi ambayo yalikuwa ni magumu niliyafanya, lakini yalikuwa ni maamuzi sahihi na niliyafanya kwa wakati sahihi, yalikuwa ni maamuzi yale. Niliquit ile offer, na siku ninaquit
ile ofa wananiambia kabisa, hata kwenye mkataba wako tulikuwa tuna bargain kama shilingi 500 iongezeke kwenye ile mshahara, wakasema kwamba wameiongeza, lakini bado quit ili niendelee kupambana na ujasiriamali wangu ambao unaendelea nao. Sawa. Na wiki ile inayofuata ndio nilikuwa nimetoka kuagiza gari, nimelipa maushuru huko na makodi mengine yameongezeka, sina hata shilingi. Sawa. Nilikosa hata kodi ya kulipa pale mahali ambapo tulikuwa tumepanga. Nikawa namtania mke wangu kwamba kama tungeweza kuchukua ile kazi tungekuwa tuna kama 3 milioni ndani sasa hivi. Sawa. Lakini I don't regret kwa yale maamuzi ambayo niliyafanya kwa wakati ule, kwa sababu kuna kitu nilikuwa ninakiona mbele na ile nafasi kimsingi nilikuwa ninaona sio yangu, ila baadhi ya vitu nilikuwa ninaviona wakati ule ndani ya moyo wangu kwamba I need to achieve those things, na kama ningekuwa kwenye ile nafasi nilikuwa ninaona kabisa ni kama kizuizi. I'm glad kwamba today I have some stuffs ambazo nilikuwa ninaziona. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alikuwa ni maamuzi ambayo niliyafanya kwa wakati ule. Nina marafiki zangu ambao tulikuwa tumejiorganize pamoja wakati huo tuko chuo kwamba tufungue companies nini hivyo. Lakini wengine wakasema ngoja twende tufanye kazi kidogo, tukusanye mitaji nini, baada ya hapo tutarudi. Lakini wengi sasa hivi nikizungumza nao kwamba vipi yale mawazo unaweza kufanya, sema yani sasa hivi siwezi acha kazi bana, naachaje kazi na familia huku. Sawa? Kwa hiyo kuna maamuzi ambayo yamefungwa katika muda, yamefungwa katika wakati, yamefungwa katika majira na nyakati. Na kuna mambo ambayo Mungu anakusubiria wewe uamue sasa hivi. Sawa? Ufanye maamuzi sasa hivi. Kwa mfano, vijana wengi sasa hivi, wengi ukiwaambia kuoa, mtu anaingilia huko anatokezea huko, anakuambia sijaseto. Ule msemo wanatumia vijana wengi sana, sijaseto. Lakini kuna vitu wewe unataka uvikamilishe kwanza ndio ufanye maamuzi. Mtu anataka labda awe na nyumba, awe na gari. No, haiko hivyo. Kuna vitu Mungu anasubiri wewe ufanye maamuzi sasa hivi. Uoe sasa hivi, uolewe sasa hivi, alafu baada ya hapo hayo mengine mambo yote yatafanyaje? Yatafuata. Sasa kadri unavyo delay kufanya maamuzi unajichelewesha mwenyewe. Kwa maamuzi sio tu kwamba ni maamuzi sahihi, wakati mwingine anakuwa ni maamuzi ambayo unaona kabisa kwamba yanakutoa kwenye comfort zone, kitu ambacho hatujazoeaga kutoka kwenye comfort zone. Tumezoea mambo ya kawaida tu, yale mambo ambayo kila mtu anafanya. Lakini kuna vitu ambavyo wewe lazima uviamue na ukubali kukomaa kwamba nitakomaa mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi ya nguvu. Na mwisho kabisa kwenye alichokisema, jamani, Waswahili wanasema utamu wa supu uinywe ikiwa ya moto. Ukisubiri tu kidogo utamu wote unaishi hapo. Jamani, Mungu awabariki sana. Engineer, karibu. Jambo moja ambalo nilikuwa nimelinoti hapa, nilitamani niongezee alipozungumza daktari. Vijana wenzangu na ndugu zangu tulioko hapa, maisha ni fikra. Hii ni kiroho, ni kisayansi, kifizikia. Maisha ni nini? Ni fikra. Jambo lolote lililojengwa katika dunia hii, unaloliona lolote lilijengwa mara mbili. Eneo la kwanza lilijengwa kwenye fikra, alafu baada ya hapo likajengwa kwenye nini? Uhalisia. Sawa? Ujenzi wa kwanza, ule ujenzi wa kujenga kwenye fikra ni wa muhimu zaidi kuliko ujenzi wa kujenga kwenye uhalisia. Kwa sababu katika uhalisia hapa wa kawaida kitu kinaweza kikabomolewa. Kitu kinaweza kikawa affected na mabadiliko ya tabia ya nchi, mambo ya kisera, mambo ya kiuchumi, lakini kama kitu kilijengwa kwenye fikra kitajengwa tena. Amen. Mungu aliyadesign maisha kwamba fikra za mtu zifike mahali, alafu fikra zikifika mahali zinakuja zinauchukua mwili zinaupeleka pale. That's life. Mwili ukifika mahali ambapo fikra hazijafika, kanuni ya asili ya maisha, mwili utarudishwa mahali unapostahili kuwepo. Sijui kama tunaelewana. Mwili ukifika mahali ambapo fikra hazijafika, kanuni ya asili ya maisha ni kwamba hautadumu pale kwa sababu fikra zako hazipo. Utarudishwa mahali unapostahili kulingana na uwezo wako wa kifikra. Kuna watu ambao inawezekana sasa hivi unatamani sana kukutana nao. Kuna kiwango ambacho unatamani sana kukifikia sasa hivi. Usiwatafute sana watu.
Usikitafute sana hicho kiwango kwa namna ya nje kupambana. Ndio maana tuvipati. Pambana kwanza kwenye nini? Fikra. Ukishakipata kwenye fikra, sawa, na fikra zako zikawa kwenye level hiyo, mazingira yatarespondi kwako. Hiyo ipo kwenye kiroho, ipo kwenye mambo ya maujenzi, ipo kwenye project yoyote ambayo unataka kufanya. Fikra zako zikifika mahali kwamba hili hapa jambo sasa, fikra zangu nimeshajenga ndani ya fikra zangu, sawa, nimelikamilisha ndani ya fikra zangu, na fikra zangu zina resonate katika frequency ya hivyo vitu, ukija kulifanya hilo hapo jambo, utaona mambo yanavyoenda. Kwa sababu watu wengi sana waga tunafanya vitu ambavyo hata kwenye fikra zetu havipo. Na ndio maana tukikutana na upinzani wa mazingira ni rahisi sana kubadilishwa, kwa sababu ukishaanza kuyatimiza maono, upinzani utakutana nao. Sasa kama lile jambo lilikuwa haliko tight kwenye fikra zako, utayumbishwa tu, hilo jambo litaanguka. Na ndio maana Mungu anaweza akatumia miaka 20